Kuna kitu kimoja ambacho nimekisikia leo kwa nguvu sana, ambacho nasikia Roho Mtakatifu ndani yangu ananiambia nizungumze na mwanamke. Hii ni hususan kwa mwanamke ambaye aliamua kuingia kwenye maisha ya wokovu, aliamua kuokoka kwa lengo la kwenda mbinguni. Amina. Iko hivi. Mwanamke yoyote ambaye uliamua kuingia kwenye maisha ya wokovu kwa lengo la kwenda mbinguni, ni lazima ukubali kuacha kutumia vitu vya urembo. Na nitakueleza kwa nini. Na tunapozungumzia vitu vya urembo, kwa mtu ambaye anaweza kawa hajaelewa ni deep zaidi, tunapozungumzia vitu vya urembo, tunazungumzia kucha bandia, tunazungumzia rasta, nywele bandia, tunazungumzia kupaka rangi kucha, tunazungumzia kupaka rangi midomo, yani lipsticks, tunazungumzia kuvaa heleni, tunazungumzia kuvaa cheni, tunazungumzia kujaribu kuzibadili nywele zako asili yake au muonekano wake, kwa maana kwamba kuweka super black au bleach. Tunazungumzia yani in general kitu chochote ambacho unajaribu kukiingiza kwenye mwili wako ambacho hakitokani na asili yako. Unatakiwa ujitahidi kuachana nacho kwa gharama yoyote ile. Yoyote ile. Kwa sababu mtu yoyote anayetumia vitu vya namna hiyo, anapokuwa ana-apply, anaamua kuchukua vitu bandia na kuvingiza kwenye mwili wake, kwa lugha nyepesi anakuwa anatumia lugha kana kwamba anakataa asili ya Mungu kwenye maisha yake. Sio kama unanielewa. Unapokuwa umeamua kuchukua super black au bleach, ukaamua kuiweka kwenye kichwa chako, tafsiri yake ni kwamba ni kama unamkosoa Mungu juu ya uumbaji wa asili ya nywele zako. Yaani Mungu, vile ambavyo nywele zangu umezifanya ziwe, ulikosea. Ulitakiwa unifanye niwe katika muonekano huu, ambao kwa muonekano huu mimi ndo najiona naonekana vizuri zaidi. Sio kama unaelewa. Unapokuwa umeamua kuchukua lipstick ya rangi yoyote kaamua kuweka kwenye midomo yako, tafsiri yake ni kwamba unakataa vile ambavyo Mungu amekuumba katika asili hiyo ambayo anataka wewe uonekane. Unakataa kana kwamba hauonekani vyema, ila kwa kufanya vile unavyotaka wewe ndivyo unavyoonekana vyema zaidi kuliko asili yako ulionayo. Sio kama unaelewa. Yaani unapokuwa umeamua kuchukua kitu chochote bandia na ukaamua kukivalisha kwenye mwili wako, ni kama unakataa uumbaji wa Mungu juu ya maisha yako, kana kwamba Mungu alivyokufanya wewe alikosea. Sio kama unanielewa. Na unatakiwa ujue kwamba vile Mungu alivyokuumba wewe, alikuumba kwa ajili ya utukufu wake yeye. Yaani Mungu hakukuumba kwa ajili yako wewe. Mungu alikuumba wewe kwa ajili yake yeye. Sio kama unanielewa. Mungu anapokuwa anakutazama katika namna ambavyo alikuumba, anauona utukufu wake yeye ndani yako. Sio kama unaona. Anafurahia uumbaji wake yeye kwako. Sio kama unanielewa. Na ndio maana ukianza kuangalia, Mungu aliumba warefu, Mungu aliumba wafupi. Mungu aliweka miti, Mungu aliweka nyasi. Sawa? Mungu aliumba ardhi kavu, aliifanya pia maji. Sio kama unaona. Kwa kila kitu katika uumbaji wake, anapokuwa na kitazama, anajiona yeye.
Sasa wewe unapokuwa umeamua kujichange, kujiondoa kwenye nafasi uliopo, si ndo maana yake, ukaamua kujibadili katika namna fulani ambayo vile unavyoonekana, ukaamua kujiweka katika namna fulani, ukaamua kuweka makeup kwenye mwili wako. Tafsiri yake ni kwamba unamwambia Mungu, mimi vile ulivyonifanya sikustahili kuwa hivi, au vile ulivyoniumba haitoshi, ulikosea, hukunikamilisha kwenye maeneo fulani. Unapokuwa unatengeneza vitu bandia na kuvingiza kitu chochote bandia na vingine vinavyofanana ndivyo vitaji, unapokuwa unaamua kukiingiza kwenye mwili wako, ni kama unakataa asili ya uumbaji wa Mungu ndani yako na kumwambia Mungu, vile ulivyoniumba haukunitosheleza. Kwa jambo hili mbele za Mungu linafanyika kama kufuru mbele za Mungu. Si kama unanielewa? Kwa unapokuwa unafanya hivyo, haijalishi wewe ni mama mchungaji, haijalishi wewe ni askofu, haijalishi wewe ni nani katika ufalme wa Mungu, kwa jinsi ya kibinadamu tunavyokufahamu. Kwa kufanya hivyo hautauona ufalme wa Mungu. Hautauona ufalme wa Mungu. Kuna mtu mwingine anaweza kusema, mbona nafanya hivi? Mbona navaa rasta? Mbona nasuka nywele? Mbona natumia wigi? Lakini pamoja na kuwa na vitu vyote hivi kwenye mwili wangu, lakini bado naombea watu wanapona. Sio kama unaona? Lakini bado nanena kwa lugha. Lakini bado nafanya hiki kwenye ufalme wa Mungu. Lakini bado ni mwimbaji mkubwa, bado nina nafasi kubwa kwenye ufalme wa Mungu. Naomba nikwambie kitu kimoja kwamba ikumbuke kwamba hata Yesu wakati wa mitume alipowatuma wanafunzi wake kwenda kufanya injili, wanafunzi wake walirudi na ripoti. Wakamwambia, Bwana wetu, tumetoka huku kwa jina lako, mapepo yanafanya nini? Mapepo yanatutii. Yesu kawaambiaje? Yesu aliwaambia kwamba nimewapa mamlaka ya kukanyaga inge na nyoka. Sawa? Lakini pamoja na vitu vyote hivyo, msifurahi kwa sababu mapepo yanawatii. Furahini kwa sababu majina yenu yameandikwa wapi? Mbinguni. Kwa tafsiri yake ni kwamba una uwezo wa kufanya kitu chochote kwa ajili ya utukufu wa Mungu. Kuna mazingira wewe unaweza wewe hapo ulipo unaweza kawa sababu ya mtu kuingia kwenye ufalme wa Mungu, ukawa sababu ya kumwokoa mtu mwingine. Lakini kama hauwezi kuacha dhambi fulani fulani kwenye maisha yako na makosa fulani fulani kwenye maisha yako, hayo makosa ndiyo yatakayotengeneza sababu ya wewe kutokumuona ufalme wa Mungu. Ila haimaanishi kwamba kile chema unachokihubiri watu hawezi kukombolewa kwa hicho. Sio kama unanielewa? Kwa kama wewe ni mwanamke, ni muhanga mkubwa na ni mtumiaji mkubwa wa vitu bandia kwenye maisha yako, ndugu yangu, ninakusihi kwa jina la Yesu, usiseme kwamba wewe ni mtume, wewe ni nabii. Ninakusihi kwa jina la Yesu, achana na hivyo vitu. Kama huwezi kuachana na hivyo vitu, basi tegemea pia mbinguni umeahirisha. Tegemea hicho kitu. Usijifariji kwa sababu ya kunena kwa lugha. Usijifariji kwa sababu ya miujiza yamkini Mungu amekupa hiyo karama ya kufanya. Usijifariji kwa hivyo vitu. Mungu akubariki sana. Ninakupenda. Ninakusihi kwa jina la Yesu, achana na hivyo vitu bandia kwenye maisha yako. Mungu akubariki sana.